السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، katika liqa ya leo ya Jumatatu, tukiwa tunaendelea na tafsiri ya suratul Naml. Jana walillahi alhamdu wal minna tulimaliza kisa cha Nabii Allah Suleiman alayhi salam na Balqis. Tukasema leo tutaanza kisa cha nabii mwingine katika msururu wa visa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja katika suratu An-Naml. Baada ya kutaja visa viwili, cha kwanza kisa cha nabii Musa alayhi salam na Firaun, tukataja kisa cha Suleiman na baba yake Daud alayhi salam. Leo tunataja kisa cha qaumu Salih. قوم صالح. صالح نبي من أنبياء الله، na قوم zake wanaitwa Thamud. Thamud ni kabila ambalo alitumilizwa kwao Nabii Allah Salih alayhi salam, na Salih ni mmojawapo katika manabii ambao ni wana asili ya Kiarabu, ambao asili yao ni Waarabu, asili yao ni Waarabu, nao ni manabii wanne. Al-anbiya al-arab, manabii wa Arabu ni wanne. Wa kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaanza na wa mwisho. Wa pili ni Salih alayhi salam, na wawili wengine naam Adam, Shuaib alayhi salam, watatu. Wanne هود عليه السلام. هود، شعيب، ومن؟ صالح، ومحمد صلى الله عليه وسلم. سواء. anasema Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa kwenye aya ya 45, ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. عبد الله يكف جواب سؤال تقولي السيد. ولقد أرسلنا إلى ثمود، حقيقة تمليزا وثمود. tulisema Thamud ni kabila. Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza kwa kabila la Thamud akhahum Salih, ndugu yao Salih. Na undugu hapa sisi tunajua undugu ni sampuli mbili. Kulingamana na sharia, undugu ni sampuli mbili. kuna al-ukhuwa an-nasabiyya na al-ukhuwa al-imaniyya. Kuna undugu wa kinasaba ambao unahusiana kwa kizazi, kuna na undugu wa kiimani, innamal mu'minuna ikhwa. Hii ni ukhuwa gani? Ni undugu wa kisampuli gani huu? innamal mu'minuna ikhwa ni ukhuwa sampuli gani?
ukhuwa imaniya, ni undugu wa kiimani. Sote sisi waislamu ni ndugu. Almu'minu almuslimu akhul muslim, ni undugu wa kiimani. Kwa hivyo mu'min na mu'min mwenzake ni ndugu, na alaka yao ni imani. Sote tunashuhudia an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, asina kuangalia rangi, kuangalia irfi, kuangalia sehemu atokayo mtu, lakini asili yetu sote ni ndugu. Sampuli ya pili ya undugu ni undugu wa kinasaba. Ni undugu wa kinasaba, yani unahusiana na kidamu. Yule ndugu yako mlizalika pamoja, kwa baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja mama mbali, au mama mmoja baba mbali, bin ammi, bin khali, khala, wale ni undugu wa kinasaba. Kuna baadhi ya watu wameongeza undugu sampuli ya tatu, ambao katika vitabu vya vioni wa zamani hawakuthibitisha undugu huu. Nao ni al-ukhuwa al-insaniya, undugu wa kibinadamu. Yani kwa yeye binadamu na mimi binadamu, ni ndugu yangu kwa ubinadamu. Katika kigawanyo hichi kuna baadhi ya ulama wamekipinga. Bimaana undugu wa kibinadamu ni kwamba muislamu na asiyekuwa muislamu ni ndugu, kwa kuwa wote wawili ni binadamu. أسمى الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. تلمتمليزا نبي صالح عليه السلام وقوم زاكي ambao wanaitwa Thamud. Kwa nini? Malengo ni malengo gani? Ametumwa kufanya nini? Ani'budu Allah. Hayo ndio malengo na ujumbe aliopewa kufikisha, ni kwamba atakasiwe Allah subhanahu wa ta'ala ibada, aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu yeye ndiye anastahili kufanyiwa ibada. Mwingine yeyote anayefanyiwa ibada huwa ni dhulma imepitika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Na hii ndio risala waliokuja manabii wote. Kila nabii alikuja alikuja na risala moja. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. hiyo ndio logo waliokuja nao manabii. Kadhalika aya nyingine na yatataja aya nyingine ambayo kuonyesha kwamba da'wa ya manabii ni moja, ni tauhid, mbali na walaqad ba'athna. Umesoma hizi vitu? Naam. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. hakuja nabii katika manabii wote aliyekuja kulingania watu kwamba wataka wamfanye yeye ni mfalme, au kuna mali wataka, au wataka cheo. Hawakuja manabii kwa makusudio ya kisiasa. Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza nabii kwa maqasid siyasia. Manabii walikuja kwa malengo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuabudiwa katika ardhi. fa idahum fariqan yakhtasimun. idha lifujaiya, yani ghafla nabii Allah Salih alayhi salam kuwaijia kaumu zake kuwalingania juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akuta watu wamegawanyika grupu mbili. Yani wale wanaowalingania wamegawanyika grupu mbili, kisha hizi grupu mbili yakhtasimuna, wanagombezana, kuna mvutano baina ya hawa. Kunao waliomwamini Salih alayhi salam, kuna wengine waliomkufuru Salih, na waliomkufuru walikuwa ni wengi kuliko waliomkubali, na wengi katika wale waliomkubali walikuwa ni wale dhuafa, wale watu madhaifu, wanyonge.
hawa ndio walimfuata Salih alayhi salam. Lakini wale ni bwenyenye, ashabul kalima wan nufudh, wale ambao wana power, wao wakasimama wa itijah muarid, wakasimama na msimamo wa upinzani. Na hii ni ada na desturi. Siku zote ukiangalia katika aya nyingi, ukija ukitajwa wale mutrafin ni wale almutanaimin, wale walioneemeka kidunia, pesa, power, wanacho yani. Hawa siku zote huwa ni kinyume na manabii. Wao ni kupiga vita da'wa ya manabii. Tukianza tu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina Abu Jahl, kina Abu Lahab, kina al-Walid ibn al-Mughira, hawa walikuwa ni wale wanaitwa mabwenyenye katika zama zao, Quraysh. Hawa ndio waliosimama dhidi ya da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha kullu al-anbiya, kila manabii wakija misukosuko na mitihani yapatikana kutokamana na wale wenye nacho, wenye power katika ile sehemu. Sasa Salih alayhi salam alipowajia kaumu zake, kuna walioamini tena wale madhaifu, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa na kina Abu Jahl, akamwambia ya Rasulullah, ewe ya Muhammad, ikiwa wataka wetu kufuate sisi, kwa sharti tusikuone kukaa na wale kina Bilal ibn Abi Rabah, kina Suhaib ibn Rumi, kina Salman al-Farisi, wale wanyonge tusikuone na wao, usikae na wao kwenye majlis, njoo kae na sisi kwenye zile nawaji zetu, kwenye klabu zao, kwenye vikao vao, mitingi yao. Lakini ukikaa na wale sisi hatuwezi kufuata. Allah akamteremshia wahi, ambaye wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Chana na wao kabisa, usishtuke na cheo chao wala pesa zao. Isbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum, jisubirishe nafsi yako kukaa na wale ambao kwamba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wamenyenyekea mbele ya Mola wao asubuhi na jioni, yuriduna wajha, wanataka radhi za Allah subhanahu. La ta'du 'aynaka anhu, kili jicho lako lisiondoke pamoja na wao, yani watazame vizuri hawa ndio waliokupokea, hawa ndio waliokuamini na wakusadikisha baada ya wale wengine kukadhibisha. Kwa nini leo watu, na ndio watu wa kwanza walipokuja na da'wa wao kukubali, kwa nini wao waweke sharia kwamba sisi hatufuati mpaka ufanye hivi? Hawa hawana haja ya imani yao, hawa madhuafa, hawa shikamana na wao. Turidu zinata alhayati dunya ya Rasulullah, wewe wataka anasa na pambo la dunia, ukifuatana na Abu Jahali utapata hilo, na ndio walikuwa wakilitaka. Na hii ni siasa, yani subhanallah, likulli qaumin warith, kama anavyosema Waarabu, likulli qaumin warith, kila qaumu kuna mrithi wake, kila qaumu kuna mtu urithi tabia zao. Yani lau tutaangalia tabia tulizonazo sisi leo, ukifuatilia silsila zina asli, zilirudi nyuma huko. Liwat lina asli, urongo lina asli, unafiki ulianza nyuma huko ina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sasa kila mtu ana urathi wake, huacha mwenye kumrithi. Sasa na hii ni vile vile siasa ambayo yatumika leo katika ulimwengu huu, kwamba yoyote anayesimama na da'wa ya haki, basi wale kubaraul qaumi, wale wakubwa katika watu, wao wanasimama al-ittijahu al-mu'akis, wanasimama dhidi kuipinga da'wa. Na ambao wanaoikubali da'wa huwa ni wale watu madhaifu katika jamii, wanatambulikana hawa hawana maana,
hiyo ndio sunnatullah, walan tajida li sunnati llahi tabdila, na huwezi kupata sunna ya Mwenyezi Mungu imekwenda kinyume. Ni hivyo hivyo, da'wa ya haki itapigwa vita na wale ambao wana power ya kuweza kuipiga vita, lakini ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, Allah amekataa illa nuru yake ikamilike. Taikamilisha biidhnillah raghma al-unuf, kwa kutaka wasitake da'wa ikasimama ya haki. Abdullah, swali kuuliza hapa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan an i'budu allaha fa idahum fariqan yakhtasimuna. wala taribu vipi yakhtasimuna? tutaribu vipi yakhtasimuna? المضارع المرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو معنى. ايوه. ونيني فريقان لاسم مثنى، سنه اسم مثنى. mbona huko imekuja yakhtasimuna isije yakhtasimani? idahum fariqani yakhtasimani, kwa nini haikuja hivyo? Mashaallah. Tuangalie kama kuna kitu kidogo hapa tukupe. Shilingi 200 nyingi. Napata 50. Haya. Hapa yakhtasimuna haikurudi katika lafzi binau lafzi lile jengo la neno liko. Limekuja limeafifia kwa maana ya fariq. Fariq ni kundi, makundi mawili, na makundi bila shaka watu ni wengi ndani, pengine yule ana 50 na huku ana 170, hao ni watu wengi jamaa. Kwa hivyo imeatifia kwa maana ya kalimatu fariqani, wala haikurudi kwenye kalima au binau alkalima yenyewe. Tumeelewana? Naam. Thamud tumesema ni kabila. Thamud ni kabila, tusema kabila Thamud, na asli ya Thamud ni jina la babu yao, ni kabila babu yao alikuwa akiitwa Thamud ibn Amir ibn Iram ibn Sam ibn Nuh. Kwa hivyo huyu Thamud alikuwa ana uhusiano kizazi na mtoto wa Nabii Nuh alayhi salam akiitwa Sam ibn Nuh. Katika watoto wa Nuh alayhi salam waliomwamini, ambao walikubali da'wa yake, na kizazi chake kingi kilitokomana na yeye ni Sam ibn Nuh. Sawa. Iliitwa neno hili Thamud, asli yake lilitokamana na neno athamdu. Athamdu maanahu almau alqalil, ni maji kidogo, sababu pale walipokuwa wakikaa maji yalikuwa yana ukame, yani maji kupatikana ni nudra sana, kwa sehemu ina maji kidogo, kama mathalan sehemu kwenye vijiji hivi vilivyo karibu yetu, kuna sehemu maji yake kidogo. Sasa tunaweza kusema sehemu ile ambayo ina maji kidogo yusamma athamd. Walikuwa wakiishi, hili kabila la Thamud walikuwa wakiishi sehemu inayoitwa Hijr. Hijr wanaitwa ashabu al-Hijr. Hijri iko baina ya Hijaz na Sham, kati na kati. Kwa ufupi iko ndani ya jaziratul Arab. Hata leo ukienda mamlaka Saudia utaona zile nyumba ambazo walikuwa wamezijenga hawa Thamud ziko mpaka leo, zile athari, wakiishi sehemu inaitwa Hijr. Hata kuna sura inaitwa suratul Hijr, si ndio? Suratul Hijr ukisoma ndani wakuta imeelezea sana kisa cha Nabii Allah Saleh na kaumu zake Thamud. Kwa jina lingine Hijri inaitwa
diyaru Salih au madainu Salih. Madainu Salih baina ya Madina Nabawiyya mpaka kufika kwenye ile mji walikuwa wakiishi hawa Thamud ni masafa ya kilomita 380 kilo kutoka Madina kufika kwenye hizi sehemu walikuwa wakiishi hawa kaumu Salih Thamud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kupigana vita mwaka wa 9 ghazwatu Tabuk, vita vya Tabuk, kwenda kupambana na Wafurs mwaka wa 9 Rajab baada ya hijra, walipita kwenye hizi sehemu walioangamizwa hawa kaumu Thamud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokanyaga kwenye zile sehemu walioangamizwa, manake athari iko mpaka leo, ukienda utaiona. Mtume sallallahu alaihi wasallam alinamisha kichwa chini, akajifunika kama kilemba uso wake, hataki kuangalia yale mambo yako vipi, na aliingia akiwa na hofu na wasiwasi isije adhabu iliyomfikia wale kaumu Thamud ikawafikia na wao. Alipita yeye na masahaba zake takriban 300 wanaenda kupambana na Wafurs. Akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu masakin alladhina zalamu, msiingie kwenye majumba au mji ya watu waliojidhulumu nafsi zao kwa maasi. la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakin, msiingie kwenye hizi sehemu ila mkiwa hali mnalia, walia mapika mkikumbuka vile Thamud walivyoangamizwa, muingie mwalia. Ikiwa umejiona wewe huwezi kulia ukipita kwenye zile ardhi, anasema fa illam takunu bakina fala tadkhulu, ikiwa hamwezi kulia msiingie. Tena wapita tu kwenye zile ardhi zilizoangamizwa wale Thamud, usiingie ila ukiwa wewe walia. Huwezi kulia usipite kwenye hizo ardhi. Kwa nini? Hadaran an yusibakum mithlu ma asabahu, kwa kuogopea yasije yakawafikia nyinyi yaliyowafikia wao. Kuonyesha Muislamu hafai kupita kwenye ardhi mbovu. Wajua kuna mahali kuna uovu, kuna ufisadi, watu waliangamizwa, au kuna ufisadi waendelea kwenye zile sehemu, wewe Muislamu hufai kwenda. Sasa utakuta leo watu funga safari hasa kutoka miji yao, wanataka kwenda kuangalia athari za kaumu Lut. Pale kaumu Lut walipoangamizwa, wataka kwenda kuangalia, wamefanya ni kama historical sites, wanakwenda kuangalia kama kutembea makavazi, kwenda kutembea kwenye museum kuangalia mambo ya zamani, ukumbusho watu, na wakapiga na mapicha na wakaisifu kwamba mimi nitembea nimekwenda kwenye ardhi za kaumu Lut. Wewe ushukuru kwamba hukuziona, na usiombe ukaziona, kwa sababu ni faida gani utaipata wewe kwenda kuona ardhi zilizoangamizwa kaumu Lut? Ila ikiwa umetokea wapita ni njia, basi pita na huku ulie, sikukusudia kutoka. Kadhalika inafanana na hii, mtu kusafiri kutoka kwenye nchi yake kwenda kwenye nchi ambayo yajulikana ni nchi ya ufisadi. Kwa mfano, kuna nchi yaitwa Thailand mathalan, yajulikana ni nchi ya ufisadi, Miami, sijui kuna nini, nchi hizi ziko katika ulimwengu yajulikana hapa ni ufisadi tu. Ukienda wewe utakwenda kuona ufisadi mpaka barabarani, kama punda wanavyokutana, kuna haya. Sasa leo ufunge safari hapa, poteze tungu zima za senti, unaenda kufanya nini? Hata kwa kuangalia haya mambo kweli, tena kuyahakikisha mambo kama kweli, sehemu chafu kama hizo. Hakwenda isipokuwa ni kwamba yeye mwenyewe ni muovu, ayapenda maovu, ndio maana akafunga safari akaenda kaangalia. Kaumu Thamud
walikuja baada ya nabii Saleh, baada ya nabii Hud au baada ya Ad. Kwanza walikuja Ad, kisha wakaja baada yake Thamud. Ad walikuwa wanajulikana Adul ula au Adu Iram, ambao nabii wao alikuwa ni Hud. Hud alitumilizwa kwa kaumu Ad. Baada ya kumalizika kaumu Ad, wakaja kaumu Thamud ambao mtume wao ni Saleh alayhi salam. Wa ila Adin akhahum Huda wa ila Thamud akhahum Salih. Ad akatumilizwa Hud na Thamud akatumilizwa Saleh. Na hawa makabila mawili Ad na Thamud ni katika viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kuviumba, viumbe vikubwa, viumbe wenye nguvu, viumbe ambao walikuwa wakiishi umri mrefu kama hao kabila mbili, Ad wa Thamud. Allah amewapa nguvu sana. Ilikuwa ule mfupi kimberikimo katika kaumu yao Ad ilikuwa ni dhiraa 600 dhiraa. Huyo ni kile kimberikimo ambaye kimo chake ni kifupi mno, na pengine mtu alikufa mapema miaka 500, au amekufa mapema maskini umhurumie, amekufa mtoto wangu miaka 500. Jambo ambalo liliwapelekea wao wakawa na kiburi, kujiona wana nguvu, ishi miaka mingi. Yani ukilinganisha kaumu Ad na sisi, yani mtu mkubwa wa zama hizi ni kama mtu kula tonge la wali, yeye kama kula tonge la wali. Wao wamemshika ule mkubwa katika asili zetu. Jabali lenyewe lilikuwa likitoa nafasi, kupigwa mkono tu namna hii likakatwa kama stress ya bufulo. Hakuna kutumia tindo wala nini, wala nyamburo wala kutumia, ni mkono tu, kata vile unavyotaka. Tunasema watanhituna min aljibali buyutan farihin, mnapasua majabali, mnatengeneza majabali vile mnavyotaka nyinyi. Jambo ambalo liwapelekea wakafanya kibri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anasema walaqad arsalna, hakika tumemtumiliza ila Thamuda, kwa grupu la Thamud au kabila la Thamud, akhahum, ndugu yao, Salihan, Salih. Na tumesema alikuwa ni ndugu yao kwa nasaba, ni mtu walikuwa wanamjua, wanahusiana nao kwa kizazi, kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasallam alitumilizwa kwa Makuraish. Mbali na kutumilizwa, alikuwa atokamana na kabila la Makuraish, wanamjua, si mtu mgeni, wanamjua tabia zake, wanamjua akhlaqi zake, amjua ukweli wake, dini yake, si mtu mgeni kwamba watakuja mpaka wamkanushe, na walikuwa wanamkubali kwa zile akhlaqi zake zilizokuwa. Saleh, jina lake anaitwa Saleh ibn Ubaid ibn Asif Qasim ibn Masah ibn Ubaid ibn Khadir ibn Thamud. Kwa hivyo watokamana na kabila hilo la Thamud. Hii aya walaqad arsalna ila Thamuda, nyuma kule aya ya 15 tulisoma nyuma, nasema walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma. Walaqad ya kwanza hiyo, kisha tena huku kwenye aya 45 anasema walaqad arsalna ila Thamuda. Zote hizi zinaafifia hapo, inaafifia kwenye kisa cha kwanza ambacho kilitajwa na aya. Tulisema Allah alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim. So ni katika mambo ambayo aliyepokea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hichi kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia kisa cha Thamud. Anasema Ibn Kathir, hii aya walaqad arsalna ila Thamuda, katika mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari yaliyotokea kwa kaumu ya Thamud na lile yaliyotokea baina yake na nabii
wao Saleh alayhi salam, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza kwao akawalingania kwa tauhid na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na waache kumshirikisha. Tukasema hiyo ndio da'wa ya manabii wote. Saleh alipowajia kuwalingania katika tauhid na kuwalingania katika njia ya haki, kaumu zake wakagawanyika grupu mbili, hali ya kuwa wanazozana. Grupu ya kwanza ni grupu gani? Naam, almu'minun. Wathani alkufaru almushrikun. Wakagawanyika grupu mbili. Kuna grupu ambao wamemwamini yale aliyokuja nayo Saleh, kuna grupu ambao walimkanusha Saleh alayhi salam. Wakawa sasa wanazozana. Katika hii sura haikutuelezea hiyo husuma ilikuwa ni kuhusu nini. قال فإذا هم فريقان يختصمون. mara itahamaka naona wamegawanyika grupu mbili wanazozana. Wanazozania nini? Katika suratul A'raf aya ya 75 mpaka 76 Allah ametuelezea hicho walichokuwa wakizozana nini. Waona Qur'ani vile ilivyo. Qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha. Qur'ani yajifasiri baadhi yake kwa baadhi. Kuna ahlul ilm wanasema afdalu tafsir, tafsiri bora ni tafsiru al-Qur'ani bil-Qur'an, ni kuitafsiri Qur'ani kwa Qur'ani, au at-tafsiru bil-ma'thur wa athar wa dalil. aya ya 75 mpaka 76 katika suratul A'raf anasema jalla wa ala: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فكمشوا آية الله نسمع katika hii aya tumetaja وقال الملأ أو قال الملأ وكسم الملأ. من هم الملأ؟ أشراف القوم. بارك الله فيك. Tandai 50 ama nikupe ngoja tupate na mwingine mgawanye kutoka mgawanye pamoja. Almala ni wale watu watukufu. Kaida kutumia lugha ya masharifu. Tukisema masharifu kuna watu wengine hukosea kufahamu. Tukisema masharifu usimaanishe kwamba tunakusudia watu fulani. Sharifu ni kila mtukufu huitwa sharifu. Hadha rajulun sharif, ni mtu mtukufu. Mu'min ni rajul sharif, kila mu'mini ni sharif. Kwa hivyo mimi naizungumza sharifu hii, mtu asijakafahamu kwamba mimi kusudia watu fulani. Sote hapa waumini ni shurafa, kulluna shurafa, ni watu watukufu, tuna cheo mbele Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu mu'minun. Imani ni sharaf. Kwa hivyo usikusudie masharifu watu wengine. Naam. Wakasema wale watukufu mabwenyenye, alladhina istakbaru, wale ambao walifanya kibri, min qaumihi, katika kaumu ya Saleh, yani wale waliokataa, waliosimama msimamo wa kuipinga da'wa ya Saleh. Walisema lilladhina istud'ifu, kuambia wale wanyonge. Tulisema kabla dakika chache kwamba waliomwamini Saleh alayhi salam wengi wao walikuwa ni wale dhuafa, na waliomkufuru Saleh walikuwa ni wengi kuliko waliomfuata. Sasa wale mabwenyenye wakawaambia wale madhaifu, liman amana minhum, wakawaambia wale madhaifu ambao wameamini,
mabwenyenye wanawaambia wale madhaifu walioamini, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi, nyinyi kweli mna yaqini kwamba huyu mliomwamini Nabii Allah Salih alayhi salam ametumilizwa kweli na Mola wake? Ili ni swali la istihza, yani suala la istihza. Yani nyinyi hivi kukosa akili hivi mna yakini kwamba huyu Salih amekuja nao haya ya haki? Sina jawabu ya wale madhuafa wale waumini. Qalu, wakasema yani adhuafa, inna bima ursila bihi mu'minun, sisi tumeamini yale yaliyokuja nayo Salih, tumeamini. Ikiwa nyinyi hamtaki kuamini shauri yenu, lakini sisi tumeamini. Wakasema wale almala, wale mabwenyenye, qala alladhina istakbaru, wakasema wale waliofanya kibri, inna billadhi amantum bihi kafirun, hicho mlichokiamini nyinyi sisi tumekikufuru, hatukukiamini. La nusaddiq, hatuamini haya yaliokuja nayo Salih. Wakafanya nini? Natija ya kule kukataa waliokuja nayo Salih, fa'aqaru naqata, wakenda wakamuua, wakamchinja yule ngamia. Na tutakuja kuelezea kisa cha Salih mbele kikamilifu. Kwanza waje tafsiri hizi aya. Salih alipokwenda kwa kaumu zake kuwalingania tauhid, mpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, walitaka awaletee miujiza, dalili na aya kuthibitisha kwamba Salih ni mtume wa kweli. Wakamwambia, kama wewe ni mtume wa kweli, uliona hili jabali hapa? Tena wakaliashiria jabali hili, hataki majabali hayo, hili hapa. Tutaka utolee ngamia, atoke ngamia, tena si ngamia yoyote, ni jamalun ushara, ngamia ambaye ana mimba, ameshakamilisha mwezi wa 10, yani karibu kazao. Nafikiri ngamia uchukua kama, ngamia inachukua muda gani kuzaa? Miezi 9 mwaka. Haya, miezi 9, ushara amekamilisha miezi 10. So mzee wetu anasema kwamba ngamia uzaa kwa mwaka, kumaanisha bado miezi mingapi? 2. Salih akaenda akaswali, akamwomba, ya Rabb, nataka unitolee ngamia hawa. Wataka aya, wataka dalili, miujiza. Allah subhanahu wa ta'ala kamtoa ngamia kwenye jabali na mimba yake, lakini ngamia akawekewa masharia, sharti kwamba la tamassuha bisu, msimguse kwa ubaya wowote. Yani msimguse huyu, hamujaambiwa mumlishe wala mumlishe. Huyu ni naqatullahi, ni ngamia wa Allah. Allah akamdhifia kwa nafsi yake, akasema ni naqatullahi. Ni idhafa ya tashrif, kwamba ni ngamia mtukufu mbele Allah subhanahu. Baitullahi, naqatullahi, abdullahi, ni idhafa tashrif. Fadharuha ta'kul fi ardi llahi, mwacheni ale ardhi ya Allah. Yani hamjakalifishwa mumlete chakula wala mtabeba gharama, mwache yeye yule ngamia wa Allah ale kwenye ardhi ya Allah, chakula shekewa chake. Wala tamassuha bisu, msimguse kwa ubaya wote. Hiyo sharia ya kwanza. Pili, kulikuwa na kisima kikubwa pale katika mji wa Thamud. Kisima kilikuwa kina maji mingi. Sasa wakaambiwa, siku moja mtakunywa nyinyi maji, ngamia hatakunywa. Ndakuwa siku yenu ya kuteka maji Mungu. Siku ya pili ni ya ngamia, hamna ruhusa kuteka. Anywe maji siku nzima yake. Siku ile ambayo itakuwa ni ya ngamia kunywa maji, nyinyi chenu nyinyi mtakunywa maziwa yake. Siku ile ambayo ngamia atakuwa mwenye kunywa maji, nyinyi mtakunywa maziwa yake. Alikuwa ngamia mkubwa,
kuangamia miujiza hadi na wakawa humo maziwa wote wakajaza na zombo zao na majarikeni na mandoo na maziwa haya maliziki. Allahu akbar. Sasa basi wakaendelea kwa muda mrefu, kaendelea nidhamu ni ile ile, siku moja ngamia, siku moja ngamia, siku moja. Siku hiyo bwana ikaja kishipa cha kibinadamu ikaja ikawajia na Iblisi akawashawishi. Hii mambo ya maziwa tumesinywa nayo, kama wale watu wa Firauni walipoletewa manna na salwa, akasema bwana tumechoka na chakula hiki, tunataka chakula kingine bwana, chakula cha toka peponi. Wasema nini? ماذا قال الله جل وعلا في سورة البقرة؟ آية ماذا سمعت؟ حذيفة. كل اللي يجيبني حذيفة نحس لنا سالم ناني مجيد. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. لكن جاءك فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Sasa hiki ndicho kilichowafikia kaumu Saleh, kwamba sisi ni maziwa na maji, sisi tutaka na ile nyama yake pia nayo tuione iko namna gani. Na walikatazwa, waambia msimguse huyu. Kaumu Saleh tutakuja kuelezea mbele huko inshallah. Mpaka hapa hataki tuelezee zaidi, tukakitoa utamu cha kisa mbele inshallah. Tutakuja wale wanaopenda viswa inshallah tutakuja kuelezea mbele. Naam. Fa'aqaru an-naqa, wakamtinda ngamia. Na ngamia ilitindwa na mtu mmoja tu, walikuwa 9 waliosimama kuifanya ile tendo, walikuwa ni 9 kama aya mbele itakuja, wakana fil madinati 9 rahtin yusiduna fil ardi wala yuslihun. Walikuwa ni 9. Hawa ndio walishirikiana wakaafikiana wakalala mitingi namna gani utamuua yule ngamia, lakini aliyefanya mubashara aliyemuua ni mtu mmoja. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakusema fa'aqara an-naqata, akamuua yule mtu mmoja, akamuua ngamia, akasema fa'aqaru an-naqa wa wawu al-jamaa, kuonyesha kwamba tendo baya likifanywa maadamu mmeafikiana, hata kafanya mtu mmoja na wewe vile vile na wewe umo, kikaa kwenye majlis watu wakapanga njama ya kuleta fitna, wakapanga maadamu mmekaa pamoja na wewe ukawa uko pale wasikiliza na ukatoa rai yako, hata kama atakaifanya ni mtu mmoja. Lao watu 50 wakakaa, bwana tumuue mtu fulani, nani atamuua? Mimi nitamuua. Na wewe uko pale na wewe toa shura yako kwamba uovu mkikusanyikana, ukifanya uovu, kila aliyeshiriki pale na kuridhia na kutoa wazo lake na mwenye kunyamaza, na yeye pia humo ndani kama aliyefanya. Kwa hivyo lao mathalan watu 100 watakusanyika wamuue mtu mmoja, kisha mmoja ndiye katoka kaua, wote wale 100 watauliwa. Qatlu nafarin birajulin wahid, huuliwa watu wengi kwa sababu ya mtu mmoja. Ndio maana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema law tamala ahlu Sanaa, law wataafikiana watu wa Sanaa Yemen ala qatli rajulin wahidin, kumuua mtu mmoja, laqataltuhum jami'an, nitawaua wote, kwa sababu man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Mafhumu yake
man dalla ala sharri huwa kafa'il, mwenye kusaidia ubaya na yeye kama alifanya, aliyesaidia kwa ubaya ni kama aliyefanya. Kwa hivyo wewe hufai kuona watu kupanga njama za uovu na wewe ukakaa kusikiliza. Anta laka hab, yule anayefanya kumwambia mtu kamtukane mtu fulani, akimtukana na wewe ni kama umemtukana. Waqis ala hadha, kisia katika kila baya ambalo watu watafikiana kulifanya, kalifanya mtu mmoja na nyinyi mliosimama pale mkaridhia, mkatoa mawazo, mkanyamaza, vile vile tushirikiane, tutashirikiana. Kwa maana umwambie ukikaa mahali kwenye majlisi ya kusengenya, mtu yuasengenywa kufanya vibaya na yeye mwenyewe hayupo, ukikaa watu msengenya mtu, hufai kukaa wewe kusikiliza. Mimi siko pamoja na wao, mimi na shughuli zangu. Hakuna cha shughuli zangu, ondoka au wakanye. Ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yahdharun. Ndio wale walipokuwa wakifanya maasi katika Bani Israeli, watu waligawanyika grupu tatu. Kuna grupu ya kufanya maasi, kuna watu ambao walinyamaza, kuna na watu ambao walikemea. Grupu tatu: waliofanya maasi, kuna walionyamaza, kuna na watu waliokemea. Sasa hawa walionyamaza waliwaambia hawa waliokemea, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Mbona mtakujisumbua bure? Wenyewe watakufanya chana nao bwana, hao washaandikiwa adhabu, si muache shughuli zao. Alladhi qalu ma'dhiratan ila rabbikum, sisi tutaka tufanye jambo ambalo tukienda mbele ya Mwenyezi Mungu tutatoa udhuru kwamba ya Rabbi, mimi niliona na sikuridhia na nikazungumza, sio kunyamaza. Nataka nipate udhuru kuutoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kinyamaza ni kuonyesha hada dalili ala ridha, as-sukutu dalilun ala ridha. Kunyamaza ni dalili kwamba umeridhia lile jambo. Na kuna hadithi sema as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras, mwenye kunyamazia haki ni shaytani bubu. Kwa sababu shaytani ima ni shaytanun natiq, shaytani anayezungumza ni yule akwambia ikafanye baya, yule shaytanun natiq. Shaytani bubu ni yule ambaye huona ubaya kanyamaza, yule shaytanun akhras. فعقروا الناقة وكموا يلنغمية وعتوا عن أمر ربهم وككيوك أمر زملواو وقالوا وكسيما يا صالح أي صالح ائتنا بما تعدنا تلتي iyo ahadi ambayo wewe watupa kwamba utatuletea adhabu, hailete sasa. Si tushamuua ngamia, haya ilete hiyo adhabu yako sasa. In kunta minal mursalin, kiwa kweli wewe ni katika mitume umetumilizwa katika mitume wa haki. Salih alayhi salam katika aya nyingine katika suratu أظن سورة هود، صالح aliwaambia tamatta'u fi darikum 3 ayyam, tumewapa nafasi stareheni siku 3, nyinyi mtaka adhabu. Haya, nimewapatia siku 3, kuleni starehe zenu, baada ya siku 3 mtakiona kivumbi. Mufassirina wanasema yule ngamia baada ya kuzaa, manake alipita muda yule ngamia aliishi, hawakumruhusu mpaka kazaa, akawa ni ngamia na mamake, ngamia mama na mtoto wake, wakakaa muda. Walipokuja kumuua mama yake yule ngamia mtoto, mufassiruna wanasema kalhafidh ibn Kathir na al-Baghawi na wengineo, aliparaga juu ya kijabali akapiga ukee mara 3. Salih alayhi salam walipomuua alikuwa hayupo, alipewa habari kwamba bwana kaumu zako wamemuua. Akalia sana Salih alayhi salam kwamba hawa yani yastajiluna bil adhab, hawa wanaifanya haraka adhabu iwafikie. Akalia sana, mbona mmefanya hivi? Sasa alipofika kwenda kumuona yule ngamia walimchinja, Salih akalia.
Sasa akamuona yule mwane ngamia akapanda juu ya kijabali akapiga okay mara 3. Ile ilikuwa ni ishara na ni wahi ya teremsho Saleh kwamba hawa siku zao ni 3, kama kaumu Lut aliambiwa alaysa as-subhu biqarib inna maw'idakum as-subh, time yenu fixed, time yenu mmewekewa ni alfajiri, alaysa as-subhu biqarib. Tutapambana alfajiri ndio mtaona kivumbi. Watu wamelala, kaumu Lut, kisa cha kaumu Lut kiko, watu wamelala saa usiku hapo karibu na alfajiri saa 10, mara watu sikia majogoe ulianganywa, jogoe ulianganywa. Nani mbona majogoe? Punda ulia wako juu, kumbe ni kijiji kimebebwa iko zao juu. Kaumu Lut wote wale na waumini zake wakatoka, wala yaltafid minkum ahadun, msizunguke nyuma, tokeni. Ja'alna 'aliyaha safilaha, juu na chini kudidimizwa kijiji. Sasa Saleh alayhi salam alipomuona yule mwanangamia amepiga okay mara 3, akawaambia hii ni ishara, wahi iliteremshiwa kwamba siku ni 3, kimalizika siku 3 utaona kivumbi. Wanasema mufassirin kwamba walimtinda ngamia siku ya Jumatano, يوم الاربعاء, wakakaa siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Siku ile Alhamisi kulianza ishara katika kiwiliwili cha kaumu Saleh, nyuso zilianza kubadilika zikawa rangi ya yellow. Wakajua sasa mambo, onesha mambo ya kweli. Siku ya pili Ijumaa, nyuso zikageuka zikawa nyekundu, ahmar. Na yeye Saleh alikuwa shawaambia kwamba siku ya kwanza nyuso zitakuwa hivi, siku ya pili nyuso zitakuwa kadha, siku ya 3 nyuso zikawa nyeusi kama makaa, kama makaa. Wakajua sasa mambo ni kweli. Jumapili wakaangamizwa, wakateremshiwa saiha, kelele. Jibril alayhi salam piga ukelele tu mmoja na ardhi ikapasuka, wakawa hata kusimama hawawezi. Baada washangamizwa, Nabii Saleh alayhi salam kaja akawatizama. Inshallah tutakuja kuelezea kisa chao mbele kiukamilifu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idhahum fariqani yakhtasimun, mara tawakuta kaumu Saleh wamegawanyika grupu 2 wanazozana. Tumesema katika suratul Naml haikutajwa khusuma, nau'ul khusuma ni utesi upe alikuwa wakitetana hao kigombana, ni hii iliyotajwa katika suratul A'raf kwamba muamini huyu Saleh. Wale mustadhafina akasema naam tumemwamini, wale walladhina kafaru alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Hiyo ndio husuma iliyotokea baina ya wale wafuasi wa kaumu Saleh. Na hapa tunaona kwamba ugomvi wa maneno ya husuma, al-khusuma bil kalam, ugomvi wa maneno siku zote ni mbaya. Siku zote watu wakigombana kimaneno, natija yake wasi nzuri. Alisikadhalik, kwa sababu mshairi anasema ara khalal ar-ramadi wa midha jamri, naona khalal ar-ramadi wa midha jamri, naona kwenye jivu kuna kama kitete cha moto. Wa midha jamri yani nurul jamra, naliona kuna kitete cha kaa cha watu. Wa awwalul harbi mabda'uhu kalamu, mwanzo wa vita huanza ni maneno, kama ambavyo moto mwanzo wake huwa kitete na mwanzo wa vita huwa ni maneno. Mwanzo wa vita huwa maneno kawaida, taanza zungumze na yule ajibu, mtukanane na yeye kutukane, tayari vita vishaanza. Husuma siku zote haina natija nzuri. Sasa husuma zote ni mbovu, lakini husuma mbovu zaidi
ni khusumatu fi din, alkhusumatu fi din, utesi katika masala ya dini, watu kuzozana katika mambo ya kidini, mambo ya iman na kufru. Na ndio khusuma iliyotokea hapa baina ya Qaumu Salih. Hawa grupu mbili walikuwa wanajadiliana baina al-kufru wal iman. Madhuafa ni mu'minun na wale nao wameshika upande wa ukafiri, ukawa sasa ni mjadala. Hiki kisa kimetajwa kwenye Qur'an, na Qur'ani ni kitabu mtulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na visa vyote ambavyo vimetajwa kwenye Qur'ani malengo yake yote ni kumpatia taslia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba haya yaliyokufikia wewe yamewafikia wengine waliotangulia kabla yako, kwamba kila nabii anayekuja wale mabepari mabwenyenye ndio wanaosimama dhidi ya da'wa yake. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimina wakafa birabbika hadiyan wa nasira. Katika aya nyingine anasema wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Kila nabii Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea adui wa kupinga da'wa yake, maadui wa kijini na maadui wa kibinadamu. Na kila aliyeshika njia ya nabii, kila aliyeshika njia ya nabii, alulama, alduat, almuslihun, maadamu wameamua kushika da'wa ya manabii, wasitarajie kabisa kwamba barabara ya da'wa itakuwa imetandikwa na asmini na mawaridi na vilua. Ni barabara ambayo ni malia bil ashwaq, mijaa na miba, kila sampuli ya mitihani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, watu ambao wana mitihani migumu zaidi ni manabii. Na kwa mtazamo wa kibinadamu wewe unataka uone kwamba madamu nabii huyu atakaishi starehe, ndiye anayefaa kuishi kwa starehe kwa yeye wa kwanza. Lakini Allah anataka anapokupa jukumu la kusimamia da'wa ni lazima uwe na ikhlasi ya hali ya juu, Allah akufanyie tamhis ili ujulikane wewe ni mkweli ama si kweli. Ndio maana Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa kitafsiri suratu an-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, عفوا سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونيجي kifungu تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Anasema siku zote mtu anayesimama kulingania watu katika haki, tawasau bil haq, yani anafanyia watu da'wa kulingania katika haki, ni lazima awe na sabr, awe na subra. Ndio maana mbele ikasema watawasau bis sabr. Akasema ikiwa wewe wajijua huna subra, basi fala tusib an-nas bil haq. Yani mtu akijiona yeye atakafanya da'wa, asitukanwe, asipigwe, asidhulumiwe, asikejeliwe, asidharauliwe, basi hata hiyo kazi angalie kazi nyingine fanya. lazima ما دام أنك توصي الناس بالحق فلا بد أن تصبر. لازم usubiri kwa sababu sayalqaka ashya umur adhima, tatatikiswa kweli kweli, ili uonekaniwe kama mtu kweli ana thabati katika kazi ile anayoifanya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamsimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hivi ili kumliwaza na yeye mtume wake alayhi salatu wasalam kwamba funga kitabu hicho, kwanza kesho msishike tena vitabu. Hivyo vitabu ndio vinaleta tashwishi. Kwa hivyo kila nabii aliyetumilizwa, wale wanaosimama dhidi ya da'wa ni wale ashraful qaum,
wale wa mabwana watukufu ndio wanaipinga ile da'wa. Hiyo ni sunnatullah azza wa jalla, wala tajida li sunnatillahi tabdila. Na nimetaja kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliosimama dhidi ya da'wa ya Mtume walikuwa ni watu wakubwa, kina Abu Jahl, kina Al-Walid ibn al-Mughira na wengineo, mpaka Nuh alayhi salam. Hivyo hivyo Nuh aliambiwa na kaumu zake, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, vipi tutakuamini wewe Nuh na wafuasi wake ni wale watu duni wale, hao ndio waliokufuata wewe, sisi tutakufuata vipi? Hatutaki sisi, sharti hao waliokuwa na wewe madhaifa waondoke, ndio tutakuja kufuata wewe. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala walimwambia Nuh, ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'i, sisi hatukukuona wewe Nuh waliokufuata wewe isipokuwa wale watu aradhiluna, yani saqatu an-nas, wale watu duni, badiya ar-ra'i, wenye mawazo ya kiporini, yani walimejitu mijinga, ndio waliokufuata wewe. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukufuata. Naam, baada ya Nabii Allah Saleh kuambia maneno haya kaumu zake, au Allah subhanahu wa ta'ala kutusimulia, walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihan an i'budu Allah fa idahum fariqan yakhtasimun. Tukaelezea nao ya husuma nini. Husuma ni mzozo uliotokea baina ya wale waumini wa Saleh na wale makafiri. Je, huyu Saleh ni kweli? Mbona mmemfuata nyinyi huyu? Hivi nyinyi mmekosa akili mumfuata huyu? Wale wamwambia bwana, sisi tumeamua kumfuata na sisi basi tumekufuru. Kisha mwisho wakamwambia Saleh, lete hiyo adhabu ambayo wewe watuahidi, itina bi'adhabillahi. Qalu ya Salih itina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea akisema aya ya 46, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال أي قال صالح aliwaambia kaumu zake. Aliwaambia kaumu gani? Aliwaambia grupu gani? Kaumu gani? Al-kuffar. Tumesema fariq mbili. Hii shilingi 200 sasa tayari mtoto wake kutoka. Wale watu wanne mtagawanyana. Hapa Saleh aliwaambia wale waliokufuru katika kaumu zake, na tumesema wao walikuwa ndio wingi kuliko walioamini. Qala Saleh aliwaambia, ya qaumi, enyi kaumu zangu. Amekusudia wale waliokufuru. Lima tastajiluna bisayyi'ati qabla alhasana, mbona nyinyi mnaharakisha? Istijal ni kuharakisha kitu kije kwa haraka kabla ya wakati wake kufika. Ni katika sampuli ya kuharakisha kitu kabla ya wakati wake ni mtu kujiua mwenyewe, intihar, mtu kujinyonga. Leo kuna watu hujinyonga, timu yake ifungwa, funga kitandi kwenye mti kainyonga. Huyu amefanya istijali ya mauti, amejiharakishia mauti kabla ya wakati wake. Kadhalika ni katika istijali, lao mtoto ataka kurithi kwa babake, pengine babake ni mtu na mali, na yule babake ni kama pengine alipokuwa hai hataki yeye arithi, amfanya mbinu ili mtoto wake asirithi, amemtenga. Sasa yule kijana akitengwa, kuna wengine kukosa imani kusema huu babangu, na pengine babake amwambia hiki changu kama nkifa mimi utarithi, hutorithi chochote, kwanza mali yangu mimi nitayauza kabla sijafa, au nitatoa kabla sijafa, ili tu wewe ukose. Sasa yule kijana akiwa hana imani, mwambie wewe sio takani sirithi, hapo mtambua, basi huenda akammaliza babake, kamuua.
muua kabla ile mali hajaitoa, kamuua ili apate kurithi. Huwa amefanya istijali, si ndio? Ataka kurithi mapema kabla ya wakati, asubiri kifo cha Allah kilichoandikwa na Allah kija mchukue yule. Kifo kikija, hata kama babake asema sitaki urithi, hatoshikilizwa kwa ile babake, atarithi wale alompa yeye urithi, si babake. Hii ni hukumu Allah azza wa jalla, ni hukumu Mwenyezi Mungu ashagawanya. Hata kama baba hataki mtoto arithi, lazima atarithi. Yusikumullahu fi auladikum, hii ni wasia wa Allah, si wasia wa baba. Sasa wanafiqhi wanasema man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, mwenye kufanya haraka kitu, kukimbilia kitu kabla ya wakati wake kufika, sheria inamtia adhabu, ananyimwa kile kitu. Kwa hivyo hafai kurithi. Mtoto akimuua babake hafai kurithi. Sasa yeye kule kukimbilia ndio ilifanya yeye asirithi, lakini kama angalimwacha kufa mwenyewe angalirithi. Ndio katika mawani'ul irth, mambo ambayo yanamzuia mtu kurithi ni al-qatl, wa yamna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min 'ilal thalathi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din fafham falaysa ash-shakku kal-yaqin. Katika rahbia anasema mambo yanamzuia mtu kurithi ni mambo matatu. Riq, utumwa, yani mtumwa hamrithi bwanake, na qatl, alqatil la yarithu almaqtul. Ikhtilafu ad-din, watu wakiwa kwenye dini tofauti, kafiri na muislamu, hawa hawarithiani. Kafiri akifa akiwa na karaba yake muislamu hamrithi, na muislamu akifa ana karaba yake kafiri, hawarithiana. Kwa hivyo Nabii Saleh alayhi salam aliwaambia kaumu zake, lima tastajiluna bisayyi'ati qabla alhasana, mbona nyinyi mwafanya haraka, mwataka haraka muletewe mabaya kabla ya mazuri? Na hapa mkusudia ile adhabu ile walimwambia lete adhabu yako, itina bima ta'iduna, ilete hiyo adhabu ambayo wewe watuahidi, in kunta min almursalina, ikiwa wewe kweli ni katika mitume. Sasa anawaambia kwa njia ya kuwakanya, inka, mbona nyinyi mwafanya haraka, mwataka kuletewa mabaya kabla ya kuletewa mazuri? Ni baya gani lilokusudiwa hapa na ni zuri gani lilokusudiwa hapa? As-sayyi'a ni lipi na al-hasana lipi? Anasema Qatada, as-sayyi'a al-adhab. Mbona unafanya haraka kuharakisha jambo baya, yani adhabu? Qabla al-hasana ay qabla ar-rahma, kabla ya rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwa nini hamwamini? Mbona mna lazima mtakamletea adhabu kwa kukufuru kwenu? Kwa nini hamwamini mkapata rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wengine wakasema, afwan, maana yake ni kwamba lima tuakhiruna al-iman, mbona nyinyi mwachelewesha kuamini? Kwa nini hamtaki kuniamini? Alladhi yajlibu ilaykum ath-thawab, law mutaamini mtapata thawabu nyinyi. Wa tuqaddimuna al-kufr, mnatanguliza ukafiri. Alladhi yajlibu ilaykum al-uquba, ambao faida yake na natija yake mtaletewa adhabu. Hal la tastaghfiruna Allah, kwa nini hamuombi msamaha kwa Mola wenu? Watatubu ilayhi, na mkatubia min ash-shirki, kutokana na ushirikina mlionao. Rajaa an turhamu, mkitarajia kurehemewa. Fala tu'adhabu, musiwe ni wenye kuadhibiwa. Hapa walifanya haraka kaumu Saleh hiyo adhabu, na hii si wao tu, hata wanyuma walisema. Kuna kaumu ambao walisema, Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik faamtir alaina hijaratan min as-sama, tuteremshie mawe kutoka mbinguni. La ilaha illa Allah, yani si mawe ya kujengea,
wala kokoto watakakwenda kutumia kujengea. Sababu nabii alimwambia mtaletewa adhabu. Sasa hiyo adhabu ya mawe tuporwe kwa mawe juu kama mvua hii, tupigwe kwa mawe. Wana haraka. Sababu nini wanafanya haraka? Kwa sababu wao walikuwa hawaiamini, walikuwa hawaamini kwamba kuna adhabu itakuja. Ma kanu yu'minuna bidhalik. Zida ala dhalik ni ile inadi waliokuwa nayo, walikuwa na inadi kubwa sana. Kisha kwa kuwa wao walikuwa ni wafalme, ni mabwenyenye, ndio wenye kalima, ndio wenye power, fikra zao hujiona kwamba maadamu sisi tuna power, hakuna lolote laweza kuwa sisi, hakuna chochote chaweza kutufikia sisi. Ndio fikra walikuwa nazo. Ndio maana wakawa na haraka hiyo adhabu ilete hiyo adhabu, kwa kuwa wao kama ambavyo wanaona kwenye ardhi hapa amri hupitisha wao wanaoitaka, hata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia haiwezi kuwafikia kwa sababu wao wana power. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala hawateremshia. Imekuja vile vile katika sura Ar-Ra'd aya ya 6 kuonyesha hii istijali iliyokusudiwa hapa. Anasema Allah Jalla wa Ala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayastajilunaka bisayyi'ati qabla alhasana, hawa wanafanya haraka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam walete adhabu kabla ya rahma. Waqad khalat min qablihim almathulat, hali ya kwamba Allah ashawaonyesha mifano katika umma waliotangulia. Yani Makuraish kina Abu Jahl na wengineo walikuwa hawajui hivi yaliyowafikia umma hawa waliotangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawatajia mifano, Adi waliangamizwa vipi, Thamud waliangamizwa vipi. Hii ni mifano ambayo ile watosheleza wao kuwa na mazingatio na ibra. Waqad khalat min qablihim almathulat, ishawapitia wao katika tarikhi na mifano ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuangamiza watu ambao walifanya kibri. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidu al'iqab. Na haya maneno aliyoambiwa Nabii Salih alayhi salam vile vile aliambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walitaka miujiza kwa Mtume kama walivyotaka kwa Salih. Walimwambia, ikiwa wewe ni mtume kweli, waqalu lan nu'mina laka. Hudhaifa zaanzaji hizo aya ya bawapi wapi? وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. أو تكون لك جنة من زخرف. نعم. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. جواب النيني قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. mbona mnaweka demands, wanaweka demands, mbona mnaweka demands nzito kubwa na nini? Mimi nimetumwa ni mwenye kuonya, hiyo si kazi yangu mimi. Mbona mnilazimisha mimi nifanye mambo ambayo si yangu? Sina uwezo, sina power ya kufanya hivyo. Kadhalika walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayasta'jilunaka bil adhab walan yukhlifa Allahu wa'dahu, wanakufanya haraka ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wataka adhabu na Allah hakhalifu ahadi yake, ni ifike tu ile siku ambayo ameandika adhabu hije itakuja. Walitaka miujiza, mwezi upasuliwe,
tupasulie mwezi huu pande mbili, moja iwe kule, moja iwe huko. Mwezi ukapasuliwa, kipande kimoja kiko kwenye juu ya Jabal Abi Qubais na kingine kiko upande mwingine. Wataka nini? Zikakaa siku 3, zipande zile ziwili ziko pale pale juu, haziondoki, mtana usiku. Kipande kiko juu pale, kingine kiko kule. Wakasema hadha sihrun mustamir, huu ni uchawi wa kuendelea, uchawi wa kuendelea. Kadhalika Allah anasema wayastajilunaka bil'adhab, wanakufanyia haraka walete adhabu, walaula ajalun musamma, lao si kwamba Allah ashaiweka ile ajali siku yake maalum, lajaahumul adhab, adhabu limewajia pale pale, wakitaka waletewe. Lakini Allah hawasikilizi wao. Allah ashapanga kila kitu kwa wakati wake, ni kusubiri ile time tunazama ifike. Wala yatiyannahum baghtah, hiyo ndio hikma ya Allah kuchelewesha. La yatiyannahum baghtah, itawaijia ghafla kubwa. Manake wewe ikiwa adhabu waitarajia hiyo yaje sasa hivi, baada ya dakika 5 itakuja hiyo. Adhabu ikija ukujia ghafla, manake hata huna time ya kutubia. Waliyadhu billah, sanastadrijuhum min haythu la ya'lam, yani hata kitakupa time ya kutubia. وهم لا يشعرون. كذلك الله نسمى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، موت وجهنم لوزنجيرا ولما كفين. كذلك الله نسمى وقالوا وكسيما أمم محمد صلى الله عليه وسلم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا، fanya haraka ile fungu letu tupate mapema bwana, yani nasibana min al'adhab qabla yawm alhisab. Leo tuambia akhira kuna adhabu huko, sisi tuletee hapa, wewe huko kuchelewa, tunataka hapa sisi huko ni kuchelewa, tunataka mapema kabla ya siku ya hisab. Mpaka hapa tutakuwa tumemaliza darasa. Bado kisa cha Salih kinaendelea, aya ya 47. Leo tulisoma aya ya 45 mpaka 46. Kesho biidhnillah tutashikilia aya ya 47. Neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, qalu اطيرنا بك، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Na hapa tutazungumza mambo mengi insha Allah katika mambo ambayo yako katika jamii za Kiislamu, masala ya at-tatayyur. naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.